Fikra. Haya, leo tulizungumza pale wakati tunaanza kipindi tukasema leo ni Alhamis Kuu. Ni kipindi ambacho pia nadhani kwenye sikukuu hizi ujumbe ambao unaweza ukaa unasikika sana itakuwa ni msisitizo pia wa masuala ya amani na nini duniani. Ili mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu machafuko yanaendelea ndio yanasababisha hali kama hizi. Sasa hivi watu wanakuwa wanapitia changamoto tofauti. Tunazungumza hilo, lakini pia na mambo mengine tofauti. Ujue dini zimekuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii. Mafundisho ambayo yanatolewa na vitu vingine vinasaidia kuweka watu katika njia ambayo inakuwa imenyooka kabisa. Na kuzungumza mengi leo Khalidi, tupo na mchungaji Aili Mlwafu ambaye ni mchungaji kutoka kanisa la TAG Bethel Healing Center. Karibu sana mchungaji, tuweze kuzungumza mengi ndani ya asubuhi hii. Asante, nashukuru sana. Kanisa liko Mbezi Malamba Mawili Ndio, kanisa liko Mbezi Malamba Mawili, kata ya Kwembe, wilaya ya Ubungo. Kata ya Kwembe, wilaya ya Ubungo. Ndio. Sasa kwa mwongozo kwa siku kama leo watu wanatakiwa wafuate mwongozo gani? Manake wanasema hili ni wiki la takatifu na inapoanzia siku ya Alhamis, Ijumaa, Jumapili, Jumamosi mpaka Jumatatu ya Pasaka wenyewe wanasema. Leo tunaishi vipi mchungaji? Asante. Kielelezo chetu ni Yesu. Siku ya Alhamisi, siku Yesu alifanya mambo kadhaa ambayo yalifanyika siku ile. Siku la kwanza ni alifanya tendo la kuwaosha watu miguu kwa maana ya unyenyekevu. Yeye alikuwa ni mkubwa, yeye alikuwa ni mfalme, lakini alionekana kushuka mpaka kuonyesha upendo kwa watu wengine ambao alikuwa anaongoza. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ambayo kujitolea kwa ajili ya jamii, kuona kwamba Yesu alileta upendo. Na ile Yohana 13:34 inaonyesha kwamba akasema kwamba amri kuu mpya nawapa, mpendane. Kwa hiyo upendo ndio utawale, tuonyeshe upendo. Kuna mtu amekosea, msamehe. Unajua hata mambo mengine yanayotokea, mambo ya vita, ni kwa sababu Yesu yeye amekuja kuleta upendo, lakini kwa sababu ya uadui ndio maana hayo mambo yanatokea. Lakini Alhamisi Kuu ni siku maalum ya kuonyesha upendo, jitolee kwa jamii, ona watu wale ambao wajiwezi, yatima. Wewe unacho zaidi, umebarikiwa, basi waone wengine ambao wamepungukiwa. Sasa dunia inakumbwa na changamoto ya amani katika baadhi ya maeneo. Tukienda katika kufanya msaada kabla hatujazuia machafuko, pia inakuwa kama ni shida hivi kidogo, kwa sababu tunahitaji amani siku zote. Ndiyo. Kwa mwongozo huo, kipindi kama hiki cha kukumbuka maisha ya kiongozi ama mkombozi Yesu Kristo, unatoa wito gani kwa jamii kuhakikisha kwamba amani inaendelea kutawala? Ndio. Kitu cha kwanza kwamba watu ni kukosa imani, kwa sababu tukimwamini Yesu kama yeye alivyokuja mwokozi, alikuja kwa watu wenye dhambi akawasamehe. Sasa ile kutokuvumiliana na ule uadui unaofikia mpaka kumua binadamu mwenzako au mambo magumu yao yanatokea, ni kwa sababu ya kukosa ule upendo wa Kristo. Ukiwa na upendo wa Kristo kutakuwa na amani. Yeye anaitwa mfalme wa amani. Kazi yake kubwa ni kuleta kwamba dunia iwe na amani. Na sio tu kwamba alikuja kwa ajili ya Wakristo, alikuja kwa ajili ya watu wote ulimwenguni. Kwa ile kuna fikra unasema kwamba hii Pasaka ni kwa ajili ya Wakristo. Hapana, anasema kwa maana jinsi hii yeye aliupenda ulimwengu hata akaja kwa ajili ya ulimwengu. Kwa hajaja kwa Wakristo, amekuja kwa watu wote. Na yeye ndiye mfalme wa amani, anatangaza kwamba watu wawe na amani. Kinachotokea ni kwamba watu wanasahau misingi ya kitabu kinavyoeleza cha dini, ama ni nini? Kwa sababu kama watu wangefuata kile kinachoandikwa, nafikiri tungekuwa tunaishi kama dunia ingekuwa ni raha sana. Ni kweli, lakini ujue kwamba mtesi pia yupo shetani ambaye anapanda na yeye uovu. Kwa hiyo kazi yote ambayo inafanyika hiyo ni kazi ya shetani, kuleta watu mioyo inabadilika. Binadamu kwa sababu ya ubinafsi anaanza kuweza kuleta uharibifu, lakini watu wangemsikiliza, wamwamini Yesu. Na ndio maana tunatangaza habari ya Injili kwamba Yesu ni kweli, njia na uzima. Ukimwamini, na kila aliyemwamini anambadilisha, kwa sababu binadamu asili yake ni dhambi, hawezi akajiokoa mwenyewe. Yesu amekuja kwa ajili ya kuokoa watu. Kwa ile tabia ambazo ni tabia ovu za kishetani, yeye ukimwamini anaziondoa zile.
Sasa ili pia jamii ikae katika msingi ambao umenyooka, kanisani kuna pia ratiba tofauti hizi hata za kutoa mafunzo ili jamii baki kwenye njia ambayo ni nzuri zaidi. Ukija hapo kanisa la TAG Bethel Healing Center, ni kipi ambacho kinafanyika kwa sasa? Asante. Sisi wiki hili la Pasaka tumeandaa kongamano kubwa na mtumishi wa Mungu. Tuna mgeni ambaye ametoka Somalia, anaitwa mchungaji Reverend Adam Haji. Adam Haji ametokea Somalia. Ametokea Somalia. Amesema aje kuleta baraka Tanzania. Amekuja kwa ajili ya Pasaka na akimaliza Pasaka basi atakuwa naenda huko. Na yeye ni Msomalia. Yeye ni Msomalia. Okay. Ndio. Kwa amekuja kwa ajili ya kuhamasisha na kuhubiri Injili. Kama yeye amempokea Yesu, inawezekana kabisa na Watanzania, watu wa Kwembe, watu wa Dar es Salaam wakampokea Yesu. Kwa hiyo Yesu ndio amani. Kwa zipo shuhuda mbalimbali, kabla hajampokea Yesu alikuwa nani, lakini baada ya kumpokea Yesu alibadilishwa. Ukimpokea Yesu, kazi ya kubadilishwa ni yeye anakubadilisha. Umekuwa mvuta bangi, umekuwa ni mzinzi, umekuwa namna yote, lakini Yesu anapokuwa ameingia ndani yako, umemwamini, yeye anafanya kazi ya kubadilisha ufai katika jamii na uwe mtu mzuri. Kwa huduma ambazo mnazitoa kila siku, mnaona jamii nafsi zao zikielekea huko kwamba wapo tayari kubadilika, wapo tayari kuishi maisha ya kitabu kilivyoandika? Mimi namshukuru Mungu katika huduma tunavyotoa. Kuna vijana ambao nakuta walikuwa ni wavuta bangi, wakisha kuamini ukamfundisha akayamini Injili anabadilika. Na wengine walikuwa wana kazi, basi wanaanza kujifunza maisha kwa njia ya kipato sawa sawa na kama jamii inavyotaka, kwa sababu kama mtu alikuwa kijana, alikuwa mwizi, alikuwa nani, jambazi, anapomwamini Yesu akafundishwa kwamba njia ya kweli ni hii na hii, basi inamfanya ashike ile fundisho na aanze kutafuta njia nzuri ambayo inampendeza Mungu. Kwa hiyo atakataa, ataacha ile tabia nyingine aliyokuwa nayo mbaya, basi anaelekea katika hali njema ya kijamii. Ukiacha mbali mifano hii ya waiba kuku, mafisadi nao huwa wanabadilika wakimpokea Yesu. Wapana hofu ya kutenda mema katika uongozi wao. Sasa kila mtu, kwa sababu Yesu ni kwa kila mmoja. Kuna kuamini. Yeye anasema kwamba pendo lenu lisiwe la kinafiki, Warumi 12:9. Sasa kuna wanaoingia wanajiingiza kwa siri kama wanampenda Yesu lakini bado hawajaamua. Kwa hiyo sasa ndio unasikia ufisadi, kuna mambo mengi yanatokea, lakini kila anayemwamini, kwa sababu akimwamini Yesu ataogopa, atajua kwamba hapa nina Biblia inasemaje. Yesu alikuja ili atusamee, lakini atuambie kwamba tuache maovu. Sasa yule mchungaji kutoka Somalia ni leo ama yupo kwa muda gani? Yupo kuanzia tarehe 31 atakuwepo mpaka Jumapili, na kila siku tunakutana saa 11 jioni mpaka saa 1:30 jioni. Kwa hiyo siku ya kesho ya leo pia tutakuwa saa 11. Kesho Ijumaa Kuu tutaanza saa 10. Alafu Jumamosi tutaendelea saa 11 na Jumapili tutakuwa ni asubuhi saa 1 mpaka saa 4. Akiondoka kanisa litaendelea ama nalo akiondoka naondoka na kanisa? Kanisa linaendelea na tuna ratiba nzuri na tunafurahia ibada pale. Tunamshukuru Mungu, na hata kabla yeye kuwepo bado tumekuwa tukiendelea vizuri. Tuna ibada na watu wa kule Kwembe, Kingazi na ile kata yote ya Kwembe na Maramba mawili Mbezi, wanafurahia huduma. Tunamwabudu Mungu, tunamshukuru Mungu. Hivi ushuhuda ambao unatolewa unasaidia sana kumbadilisha muumini Maana kuna kisa kimoja nilikuwa nafuatilia picha huyo Adamu huyo. Kanaeleza kwamba wakati akiwa mdogo kabisa alishuhudia tukio la kutisha. Mama yake alichinjwa kikatili na baba yake mwenyewe mbele ya macho yake. Kwa hiyo yale matukio mtu akiwa anaelezea, nadhani pia inasaidia namna moja ama nyingine kwenye jamii ili kumbadilisha mtu ambaye atakuwa na changamoto zote zile kwenye jamii ile. Shuhuda zinajenga. Yani ni kama vile ambavyo unaweza ukawa wewe hapa ukawa unamshuhudia mtu mwingine kwa habari ya kazi ilivyo nzuri ya utangazaji, kuna mwingine anatamani awe kama wewe. Kwa hiyo vile vile kama unavyoshuhudia habari za jinsi ambavyo ulikuwa
Kwa mfano mimi kama kabla sijaokoka, sijamjua Yesu, nilikuwa nakimbia shule, lakini mimi nimeokoka nikiwa shuleni kwa kidato cha pili. Kwa hiyo sasa ninapokuwa nawaambia vijana wengine, wenyewe wanatamani kwamba wawe kama mimi, kwa hiyo wanabadilika zile njia zao. Okay. Bwana vipi mzee wangu? Nataka kwenda kumuona mchungaji kutoka Somalia. Umesema liko wapi na labda lipo? Kanisa lipo Mbezi Malamba Mawili, lakini ipo kata ya Kwembe. Ni kimtaa unaitwa Kingazi A. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawasiliana na mimi mwenyewe mchungaji Aili Mruafu. Namba zangu za simu ni 0767 77 81 27. 0767 77 81 27. Mchungaji, shukrani sana basi. Mungu abariki sana na muendelee kutoa elimu hiyo na kutoa mafundisho hususan katika masuala haya ya amani. Dunia sasa hivi imeyumba, wenyewe wanasema hivyo, lakini tunaamini hata kupitia kanisa basi mambo yatabadilika. Lakini ujumbe kuelekea sikukuu ya Pasaka, unawaambiaje watu wengine ambao si Wakristo nakaribishana? Si naruhusiwa kukaribishwa? Tunawakaribisha. Okay. Na mimi ujumbe wangu ni kwamba tunawakaribisha Pasaka hii, tufurahie pamoja na tusherekee. Pasaka ni ushindi, kwa sababu tunakumbuka kifo cha Yesu, lakini Yesu yuko hai. Yuko hai, alishafufuka, na tunakumbuka ushindi ambao aliutoa pale msalabani. Sawa, wanasema tusihuzunike sana, atakufa lakini atafufuka. Na yupo, wenyewe wanasema. Ni kweli kabisa. Shukrani sana mchungaji. Amina, asante sana. Asubuhi.